Kipengele moja tena muhimu sana cha kwanza cha maombi ni maombi ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ni vema kuanza maombi yako kwa kumsifu, kwa kumwabudu, kwa kulihimidi jina lake. Create a friendly atmosphere kwa kumwabudu Mungu na kumtukuza kwa yale tayari kwanza ameyafanya au kwa jinsi mambo yalivyo kwa sasa. Jambo la pili au kipengele cha pili ni maombi ya kuomba msamaha maarufu kama ungamo au toba. Kipengele cha tatu ni maombi ya kutoa shukrani. Mshukuru Mungu kwa mengi aliyoyatenda. Kipengele cha nne ni maombi ya kuomba mahitaji yako, ndiyo yanafahamika kama supplication au petition prayer. Yapeleke mahitaji yako mbele zake Mwenyezi Mungu, mwambie ni nini unachokihitaji. Ikiwezekana ni vizuri kuomba ukiyarejelea maandiko yake matakatifu, ndio kupiga muhuri kwamba yale ni haki yako na Mungu aonapo vema akupe, utashukuru. Na kipengele cha tano ni maombi ya kuombea wengine. Ni vizuri kutokuwa mtu binafsi. Usiombee mahitaji yako tu na mambo yako tu yawe mazuri na uwasahau wengine. Ni jambo la maana tena sana kuhakikisha kwamba kitambo ukamilishe maombi yako, umemwombea mtu, umeiombea nchi, umeombea hali. Ni vema kuwa na kipindi cha uombezi maarufu kama intercession. Kipengele cha sita ni kujitoa wewe mwenyewe. Maombi inayofahamika kama dedication au consecration. Inaweza kuwa jambo ambalo unajiachilia sababu yake kwa Mungu, si jambo rahisi, na hivyo lazima kuwe na kujitoa wewe mwenyewe, nayo mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaweze kufanyika. Kipengele cha saba ni maombi ya makubaliano, prayer of agreement. Ni vema kuwa watu wawili watatu kulingana na Biblia. Yale maombi nayo huwa na nguvu sana, na hivyo ni vizuri kuungana kama ushirika, kushirikiana katika maombi. Hiyo nayo ni aina nyingine, aina muhimu sana tena yenye nguvu sana ya maombi. Na aina ya nane ya maombi ni maombi ya haki au hukumu, yani prayer of imprecation. Ni vizuri kuomba haki ifanyike, sio kwa kulipiza kizazi, lakini muombe Mungu mahali ambapo haki haitendeki iweze kutendeka. Ombea mtu aweze kutendewa haki. Jiombee wewe mwenyewe ufanyiwe haki kwenye bila shaka haki imevunjwa. Prayer of justice and judgment. Ya tisa ni maombi katika roho. Wakati mwingine unapata ya kwamba si wewe mwenyewe unaomba, kwani waongozwa na Roho Mtakatifu, na hapo ndipo unapatanga kuongea kwa dimi au kuongea kwa lugha ambayo huifahamu, lakini unaongozwa katika maombi naye Roho Mtakatifu. Na kipengele cha mwisho ni maombi ya imani. Ni vema kuomba maombi ukiwa na imani. Kama ni ugonjwa unaombea, ni vema kuamini ya kwamba
Mungu anaweza ponya yule mgonjwa, na hivyo unakuwa mwenye imani kubwa ambayo imepandwa katika msingi wa maandiko yake Mwenyezi Mungu. Ni vema kutofurahia tu kuzijua, bali uzitumie katika maombi yako kwa huo utaratibu, na bila shaka utafurahia manufaa yake.